umeficha hekima na maarifa mingi katika kitabu hiki. Wanafunzi hawa watakaposoma pamoja na walimu wao, ninaomba ufunue hilo hekima moja baada nyingine katika jina lako. Mchana wa leo ninaweka wakfu vitabu hizi pamoja na zingine zote ambazo zitakuja mahali hapa. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nasimama hapa kutangaza kwamba masomo ya Kiswahili katika chuo hiki imezinduliwa rasmi kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Pigie Bwana makofi sana na Hapa ni kata ya Malolo, mtaa wa Uzunguni, mahali yalipo makao makuu ya Kanisa la Injili Afrika Tabora, Tanzania. Na leo Machi 30, 2025, katika viwanja hivi inafanyika ibada maalumu ya kuweka wakfu nyumba iliyokarabatiwa na kuwa hosteli ya wanawake wanaochukua mafunzo ya uchungaji katika chuo cha Kiswahili cha Biblia cha Kanisa la Injili Afrika nchini Tanzania. Tunakusanyika siku ya leo mahali hapa ili kuweka wakfu ukarabati wa jengo hili ambayo imefanyika katika sehemu hii. Huu ni sehemu muhimu sana katika Kanisa la Injili Afrika kwa ajili ya wanafunzi ambao wanasoma Biblia katika mahali hapa, na pia kwa ajili ya accommodation hasa kwa wanafunzi wa kike katika mahali hapa. Kwa hivyo tunapongeza wote ambao wamehusika, fundi, tunapongeza pia wote ambao walichangisha kwa ajili ya sehemu hili. So kabla tujaendelea, naomba tuombe. Jehova Mfalme, asante. Asante ni kwa sababu wewe ni Mungu ambao uliumba dunia, na kazi hilo Jehova mnazidi kutekeleza kwa kuhakikisha kwamba ujenzi na maumbile zingine zote zinafanyika katika ulimwengu huu. Asante kwa ajili ya ukarabati huu ambao mchana wa leo nikiwemo hapa na wachungaji na askofu pamoja na wanafunzi na washirika tuko tayari kuiweka wakfu katika jina lako. Asante kwa sababu tunapofungua eneo hili na tunapofanya ibada ya wakfu kule ndani, Mungu utakuwa pamoja nasi. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Makofi na vigelegele jamani. Ukarabati ange maandishi. Ukarabati wa hosteli hii umewekwa wakfu na Reverend Haron Neno, ndio jina langu, mkurugenzi wa idara ya elimu AGC Kenya, tarehe 30 mwezi wa 3 mwaka 2025. Asante. Miongoni mwa wanaoshuhudia tukio hili la kihistoria ni askofu wa pili wa kanisa hili, Eric Salatieli, na mke wake. Nao wakawa na neno kwa wale waliopata nafasi ya kujiunga na masomo katika chuo hiki. Sisi tunawakaribisha. Nyumba hii tumeshaiondoka. Tunawapenda na tunapenda kuona kazi ya Mungu inaendelea. Ombi letu kubwa na furaha yetu kubwa ni kuona kwamba kazi ambayo tumeiacha haijafa, inasonga mbele na inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Niwapongeze wanafunzi ambao sasa mnaanza madarasa mawili, na mimi mnakuja kujifunza mengi. Kanisa la Injili halitakuwa kama lilivyo, si ndio jamani? Na ndio maana tuko hapa. Miaka ya nyuma tulikuwa na madarasa ya wanafunzi, sisi ni wainjilisti wachungaji, lakini baadhi walitoroka. Mimi ombi langu niombe msitoroke, lakini naamini wote mko kwenye mnachunga. Lakini na wewe usiye chungu, usitoke hapa ukaenda kutoroka. Ingia kazini na Mungu atawabariki. Amina. Askofu mteule wa kanisa hili hapa nchini Tanzania, Elias Mbagata, naye pia akawa na neno la kusema juu ya kutimizwa kwa ndoto hii ambayo ni sehemu ya mkakati wake wa kuimarisha uhai wa Kanisa la Injili Afrika nchini Tanzania. Kila kiongozi ana maono yake na mikakati yake, na sio lazima kiongozi ufuate maono ya waliokutangulia, lakini sio busara kiongozi kupuuza maono ya watangulizi wako. Kwa hiyo nilipowekwa wakfu kwa askofu, nilimwomba Mungu anielekeze vipaumbele, na miongoni mwa vipaumbele ambavyo Mungu alinielekeza vya kufanya ni elimu. Cha kwanza elimu, lakini cha pili elimu, na cha tatu elimu. Kwa hiyo nimekuwa napambana kweli kuhakikisha kwamba watu wetu wanasoma. Nimekuwa na harakati kwa hii miaka miwili kukimbia hapa na pale kutafuta matilio
ili watu wetu wapate kuelimika. Nashukuru Mungu kwa msaada wa Bwana. Mwaka jana Kaboson kupitia baba askofu wa AGC Kenya wakawa wameridhia kuanzisha chuo cha Biblia hapa. Haikuwa rahisi, lakini katika harakati na kupambana na maombi Mungu akafanya njia ikawezekana. Chuo hicho ilikuwa kifunguliwa Uganda au Burundi, maana wao ndio watangulizi kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini Mungu akanipa neema na upendeleo ikaja Tanzania. Kuna watu wanafikiri labda ni kitu kidogo, lakini ni kitu kikubwa. Mnapowaona hao 11 wakisoma, wanasoma elimu sawa na wale walioko Kenya chuoni. Ada yao haikuwa rahisi kupatikana, kwa sababu kila mwanafunzi mmoja kwa mwaka mmoja analipiwa hela ya Kitanzania zaidi ya 2.5 milioni. Nasema Mungu, nafanyaje? Wamekubali kwamba wafungue chuo, lakini hiyo ada ya kulipa huko nitaipata wapi? Lakini Mungu ni wa ajabu. Mungu akawa msemesha rais wa World Gospel Mission ambaye ndio walioanzisha kazi hapa. Akasema, nimeona kazi ya Tanzania imeanza upya, nami natoa sadaka kwa hao wanafunzi nitawalipia ada. Kwa hiyo mnapoona mnasoma hao akina Maina wanakuja, kuna watu wameachilia sadaka ili walipe ada. Usifanye upuuzi. Kuna wakati naumia, na hasa ninapoona matokeo yenu. Juzi nikiwa Nairobi nilikuwa najaribu kupitia assignment zenu. Mtu mmoja kanijibu mbovu. Yaani nilipofikiria nilitamani kabisa, serious, kwamba angekuwa mbele yangu nimchapa makofi. Unajua mtoto asipojua thamani ya kitu anachezea kirahisi. Kuna mahali wazee wetu wamepita pagumu, wanajitahidi. Na sasa mimi tunajitahidi kwa jitihada kubwa. Msome. Na hamsomi tu kwa faida ya kanisa, mnasoma pia kwa faida yenu. Kesho kutwa mtachanua, maisha yatakuwa mazuri. Lakini namshukuru Mungu kwamba chuo kinaendelea. Lakini haikutosha. Nikaona bado swala la elimu ni la muhimu. Nchi yetu ya Tanzania tunatumia sana Kiswahili. Na nikafanya utafiti. Watumishi wengi tulionao elimu yao bado ni ya chini sana. Nikaona haitoshi. Acha tufanye mpango mkakati wa kurudisha chuo chetu cha Biblia cha Kiswahili cha Tabora Bible Institute. Haikuwa vyepesi, lakini kupitia mazungumzo na askofu wa Kenya mwaka jana, anasema sina ufadhili ila kajaribu uanze uone. Nami ni mtu wa imani. Nikamwambia askofu, naweza, acha nikajaribu. Nimepambana mwaka jana tulipokutana, akaniuliza umefikia wapi? Nikamwambia nimeanza ukarabati na majengo, nimeanza kuandaa na shule. Umepata wapi fedha? Nikamwambia Bwana Yesu amenipa. Akaniambia basi muone mkurugenzi wa idara ya elimu, muyaweke sawa hayo mambo. Nikaenda nikamuona, na kwa sababu ilikuwa ni oda maalum ya bosi, mkurugenzi hakuogopa. Akaogopa, akasema yeye sawa baba. Bosi kasema mimi ni nani? Ndio tukaanza mawasiliano na mikakati mbalimbali ambayo imetufikisha hapa tulipo siku ya leo. Lakini sijaishia hapo. Bado na mkakati wa kuendelea na masomo kwa wale ambao pia hawawezi kuja chuoni. Tunawaza tuwakute huko waliko wasome. Yaani kwenye uongozi wangu hakuna atakayebaki bila kuingia shule. Hata kama uko hapa unafikiri huendi shule, utaenda shule tu, maadamu wewe ni mwana kanisa la Injili. Huwezi kupata maendeleo wakati una watumishi ambao hawajaenda shule. Kipaumbele lazima tupeleke kwenye elimu. Mkakati mwingine wa pili ambao nimekuwa nao ni wa kuhuisha na kufufua makao makuu ya kanisa. Haikuwa vyepesi kwa wakurugenzi wangu wa majimbo au maaskofu wa majimbo, lakini niwaomba, nikasema naomba mniache kwanza nisiwatembelee. Nipambane kuhuisha mahali hapa. Angalau tuweke hadhi tena ya jina Uzunguni. Nashukuru Mungu hatujafikia kwenye lengo, lakini angalau tunasogea. Katika ukarabati huo tunapambana kupanda miti, lakini pia na ukarabati majengo ya nyumba hizi ambazo zilijengwa na missionary wa World Gospel Mission. Katikati ya hayo maono ya ukarabati hatujafanya vizuri sana, lakini kwa ushirikiano na viongozi wangu wa ofisi kuu na wakurugenzi wa majimbo wamenishika mkono sana. Hii itakuwa ni nyumba ya 6. Hivi karibuni baada ya kuona mwitiko wa chuo cha Biblia wa Kiswahili umekuwa vizuri, nikiwa Nairobi nikamuuliza katibu mkuu, naomba orodha ya wanafunzi wa Kiswahili. Ile orodha ikanishtua. Kumbe wamo wanawake. Nikasema Mungu wangu, tunawalaza wapi? Nikamwambia katibu, sikufikiri kwamba tuna wanawake walio tayari kutumika na kuwa wachungaji. Nikasema kwa kuwa wamejitosa wanawake na wanasema tuko tayari kusomea uchungaji. Nikamwambia katibu mkuu, hiyo nyumba iliyokuwa naishi mstaafu sasa hatuipangishi.
sasa tunaigeuza kuwa hostel ili wafikie wamama humo. Hatujaanza kusimika rasmi wanawake kuwa wachungaji, ila tunakoelekea tutafanya. Dhamira yangu ni kwamba nyumba hizi sasa zirudi kufanya kazi iliyokusudiwa mapema, ziwe nyumba za huduma, sio nyumba za biashara. Nami furaha yangu ni kwamba leo hii wamama tunawakabidhi rasmi hosteli, hata kama haijawa kwenye viwango vizuri, lakini angalau mtalala vizuri. Tumewekea na maji ya bomba mvua, na nimeongea na fundi nimesikia kuna mmoja amekuja na mtoto. Ikiwezekana baadaye tutawekea na hita mwe na maji ya moto, mnaoga maji ya moto vizuri, maana ninyi ni wathamani sana kwenye kanisa la Injili. Tumekuja hapa pia kwa ajili ya uzinduzi wa mtaala wa Kiswahili. Ule wa Kiingereza tuliuzindua mwaka jana chini ya Reverend Wile na baba askofu wa KKT atuongoza katika ibada ya uzinduzi, lakini leo hata tuzindue rasmi mtaala wa Kiswahili. Kwa lugha nyingine sasa tutakuwa na vyuo viwili kwa wakati mmoja, chuo cha Kiingereza na chuo cha Kiswahili. Winifrida Joni ni miongoni mwa wanawake wa awali waliopata nafasi ya kujiunga na chuo hiki na wanufaika ndani ya hosteli hii. Ninaamini kwa msaada wa Mungu tumeacha yote, tumekuja kumtumikia Mungu. Ni kiu yangu binafsi kwamba nimjue Mungu zaidi, lakini nikawe mwalimu kwa ajili ya watu wengine. Watu wengi wanadhani kwamba hawamhitaji Mungu, lakini kiukweli Mungu anahitajika. Ni mambo mengi ambayo wamepungukiwa, lakini pia kuna athari nyingi sana wanazozipata kwa kumkosa Mungu. Na lengo langu au kiu yangu kwamba nikae mafundishoni, lakini pia nikafundisha watu wengine kumjua Mungu zaidi. Wamama wengi wamekuwa wako nyuma sana, wakizani ya kwamba wao hawatakiwi au hawana sifa ya kusimama kumtumikia Mungu. Lakini sio kusudi la Mungu kwamba wamama wawe chini sana kwenye habari za kutokumtumikia Mungu, maana watu wote ni wa Mungu. Kwa hiyo namshukuru Mungu kipekee aliyenipa nafasi hii, lakini pia namshukuru mama yetu kipekee, Mama Bishop Elias Mbagata, ndio aliyetutengeneza kwenye misingi ya kumjua Mungu na kumtumikia yeye aliyetuita kwenye wokovu. Kwa ufupi, kabla ya kumkaribisha mgeni rasmi, katibu wa kanisa hili anasoma taarifa ya ukarabati wa jengo hili. Tunawashukuru sana shirika la World Gospel Mission waliotoa sadaka zao kununua viwanja hivi na kujenga nyumba hizi ambazo sasa zimekuwa na faida kubwa sana kwa kanisa la Injili Afrika hapa Tanzania. Tunamshukuru na kuwapongeza wazee wetu waasisi wa kanisa waliotutangulia kuongoza kanisa kwa miaka iliyotangulia, ambao ni Reverend Thomas Mbindigili na Reverend Eric Salatiel. Tunawashukuru sana Aegis Kenya kwa juhudi kubwa na misaada kadha ambayo wameiachilia kwetu, na hasa katika awamu hii ya 3 chini ya baba askofu wetu Reverend Elias Mbagata. Tangu baba askofu Elias Mbagata aliposimikwa kuwa askofu wa awamu ya 3, amekuwa na maono mbalimbali, lakini kipaumbele chake kikubwa kimekuwa ni elimu, ambapo hadi sasa kwa ushirikiano wa Aegis Kenya amefanikiwa kufungua chuo cha Biblia ambacho kinaendeshwa kwa mtaala wa Kiingereza ambao una ngazi ya cheti na stashahada. Kozi hii itaendeshwa kwa miaka 2 na inahusisha wanafunzi 11 ambao wanatarajia kuhitimu mafunzo yao mwaka kesho 2026. Katika kuendeleza maono ya uelimishaji wa wachungaji, baba askofu Elias Mbagata amefanikiwa kuanzisha chuo kingine chenye mtaala wa Kiswahili ambacho kinazinduliwa leo hii kupitia ibada hii maalum. Haitoshi kuwa na nyumba nzuri ya kuishi walimu bila kuwa na mabweni mazuri ya kuwalaza wanafunzi. Kwa kuanzia, tulikarabati bweni na nyumba 2 zilizojengwa na wamishonari wa World Gospel Mission maalum kwa ajili ya mafunzo ya chuo
kilichoitwa Tabora Bible Institute. Ukarabati huo ulihusisha pia ukarabati wa bwalo na vitanda pamoja na kuweka magodoro kwa awamu ya kwanza. Tumefanikiwa kukarabati nyumba hii ambayo awali ilikuwa inatumiwa kama makazi ya askofu mstaafu wa awamu ya pili Reverend Eric Saint-Pierre. Ukarabati huu umewezeshwa kwa hisani ya ofisi kuu ya Kanisa la Injili Afrika pamoja na sadaka za baadhi ya wapendwa ambao hawakupenda watajwe majina yao. Mpaka sasa ukarabati wa hosteli hii umegharimu shilingi milioni 5. Tumeshalipa milioni 3, bado tunadaiwa shilingi milioni 2. Wapo wanawake waliotoka mbali na kufika mahali hapa kwa ajili ya kujiunga na chuo hiki, akiwemo Beatrice Peter kutoka Masumbwe, mkoa wa Geita, kaskazini magharibi mwa nchi ya Tanzania. Ninamshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo nimeweza kuipata ya kipekee, kwa sababu wanawake wengi wanaogopa kuingia kwenye majukumu, kwenye makusudi ya Mungu. Nimekuja kwa sababu kuna kusudi la Mungu ndani yangu, kuna wito ambao uko ndani yangu, nahitaji kumtumikia Mungu, hususani kule kwenye jamii. Kwa yale ambayo nitayapata hapa, nitafundishwa, nitakwenda kusimama kama mwanamke ambaye ni chombo Mungu amekusudia kunitumia ili niweze kusimama katika nafasi yangu, niweze kuelimisha jamii pia. Ziko familia nyingi ambazo zinapitia changamoto kwa kukosa elimu. Elimu hii nitakayoipata nitaipeleka kule kijijini na sehemu mbalimbali ili kuweza kuondokana na changamoto za maisha katika familia, na pia watu waweze kumjua Mungu. Katika ile injili nitakayoihubiri, Mungu atasimama na atawaleta kwake, watamtumikia Mungu aliye hai. Kwa jinsi ambavyo nilivyojipanga, kwanza nimemshirikisha Mungu, kwa sababu kusudi hili ni la Mungu. Ataniwezesha kusimama na familia yangu na pia kusimama na huduma yake pia. Ninajifunza katika maandiko, Waamuzi sura ya 4 kuanzia ule mstari wa kwanza, nikisoma habari za Debora. Ninahitaji kusimama kama jinsi Debora alivyosimama kama mwanamke mwamuzi kwa taifa la Israeli. Sasa na mimi katika taifa la Tanzania, Mungu aweze kunitumia kama jinsi alivyomtumia Debora. Na mwisho, mgeni rasmi katika ibada hii maalumu ya kuweka wakfu hosteli hii, Mchungaji Haroni Ngeno, mkurugenzi wa idara ya elimu Kanisa la Injili Afrika nchini Kenya, anataja mambo 4 muhimu ambayo yanapaswa kuwa msingi na dira kwa wote waliojitoa na kuchaguliwa kujiunga na chuo hiki kwa ajili ya huduma ya uchungaji ndani ya kanisa hili. Nasimamia idara ya elimu katika kanisa sehemu ya Kenya, na hiyo idara tuna vitengo viwili. Moja, tuna deal na mambo ya shule ambayo tunafadhili, sponsored schools, na mengi yao ni shule za umma. Tuna zaidi ya shule 700 ya msingi primary school na shule 234 ya upili secondary schools. Kando na hiyo pia tuna Bible school, na moja yao ikiwemo ni Kaboson ambao mmesikia, ambao wanafunza katika viwango tofauti. Tuko na University ya Kenya Highlands Seminary, na pia tuna institutes ambaye sasa wanafikia watu tofauti, ambaye nafikiria itakuwa kiasi moja katika kiwango moja na ile la Tabora, ambao tunaita institutes ambazo ziko tofauti katika majimbo tofauti kule Kenya. Pia tuna nyingine tunaita TE, Theological Education by Extension, na mipango mingi ambayo tuko pale kando na kukuza tu viongozi, mambo ya capacity building na mambo mengine kama haya ndio tunashughulikia mahali pale. Nitaomba nisomewe Danieli 1:1 hadi 5, na nitatumia hiyo mchana wa leo kuleta neno hili tu la kututia moyo, ili kwamba tuweze kuzingatia masuala ya elimu katika teolojia ambayo itakuwa na umuhimu ya kujenga kanisa katika maeneo hili la Tanzania na kote kote ulimwenguni. Kitabu ya Danieli 1 sura ya 1 alafu mstari yake ya 1 hadi 5. Jambo la kwanza ametaja, wao ni vijana wenye umbo nzuri. Na ninaanza kuwatia moyo ambao wamejitolea kusoma katika chuo hiki. Hiyo mwito ambao umeamua kuja katika shule ni mwito ambao iko na pressure kubwa. Ni mwito
ambayo itahitaji kujitolea. Sometimes utasoma hadi usiku, sometimes utahitaji kurevise kwa ajili ya masomo, na hata kando na hilo, ili uweze kujibu mwito huu ya Ukristo, itabidi usafiri safari ndefu, itabidi ufanye kazi kwa bidii, itabidi ujitolee. So haikuwa kitu rahisi. But pia nikashangaa kwa nini anauliza hata kando na kuwa na nguvu, nyuso zao siwe nyuso nzuri. Wao watu ambao wamerembeka kwa kiasi, wao watu ambao wanaonekana nje kwamba wako wazuri. Na Nebukadneza alihitaji watu wenye ungwana. Na huduma tunapo reflect mchana wa leo inahitaji watu wangwana, watu wastaarabu, watu ambao maongezi yao, jinsi ambavyo wanakaa, jinsi wanavyoshirikiana na watu, wanashirikiana kwa njia ya ungwana. Hauwezi fanya huduma vyema kama huna ungwana, kama wewe sio muungwana. Hauwezi fanya heshima ambayo itabadilisha mioyo ya watu, ambayo itafanya watu wakimbilie Kristo, kama huna chembe za ungwana ndani yako. Kwa zaidi ya yote, naomba jambo moja: ungwana huo ambao tumelelewa nalo, tuipeleke ungwana huo hadi kwenye huduma. Haswa naongelea hao ambao tunaanza kuwasomesha, kwamba kitu ambacho kitatofautisha na mchungaji yule mwingine mkora ni ungwana ambao utakuwa nayo. Mtu yule ambaye atasema ukweli na ukweli huo asimame nayo. Atakaposimama kunena, ananena kiungwana. Matamshi yake ni matamshi ambayo yamepimwa. Atakapoingia katika jamii, jamii wanampokea kwa sababu ya ungwana wake. Na kitu ambayo itawapeleka mbali kwa huduma, kando na ile ambayo nimetaja la kwanza, ni ustaarabu. Wakati unapokutana na askofu, je, wewe ni muungwana? Je, wewe ni mstaarabu? Wakati unapokutana na viongozi wa nchi, hapo utahitaji kuwa muungwana, hapo utahitaji kuwa mstaarabu. Hiyo ni kitu ya pili ambayo alitisha. Tatu ambayo tutachukua muda kwa sababu ni sawa na 4, kuwa na maarifa. Kuna skills fulani ambayo inahitajika hata unapokuwa mhubiri. Na mara mingi hii maarifa na skills, kando na kusoma, mara mingi ni vitu ambazo binadamu usaliwa nayo. Na napouliza kila mmoja wetu hapa, kuna maarifa fulani uko nayo, kuna uerefu fulani wa kusaliwa Mungu alikujalia nalo. Kuna vitu zingine labda umesoma hapa na pale, and that is also needed, inahitajika kwa maisha ya uchungaji. Ukishapata wanafunzi ambao wanafikia hizo viwango ambazo nimetaja, wamemiti hizo vipengele zote 3, nitahitaji waingie darasani kwa mwaka 3. At least sisi tunafanya 2. Wanahitaji kusoma kwanza lugha. Lugha kazi yake ni mawasiliano. Najua hata huenda kuna mtu hajaweza kujiwasilisha vizuri mahali hapa kwa sababu hata hiyo Kiswahili hajaimaster vizuri. But wale ambao mko chuo cha Biblia, assignment yangu ni kwamba kabla huja graduate, fanya uwezavyo, jikaze uwezavyo, master lugha ya Kiingereza. But kando na hilo, walitakikana pia wasome literature ambayo tunaita fasihi kwa lugha nyingine, lakini kwa ulimwengu wa sasa nimeitaja kuwa falsafa. Na labda unajiuliza, kwa nini tujisumbue na masomo? Si tumekuwa tukihubiri na watu wamekuwa wakiokoka? Labda kanisa limekuwa na watu wengi. Kwa nini wanisumbue tena nikuje mahali hapa nisome lugha? Kwa nini wanisumbue hapa nisome theolojia? Kwa nini wanisumbue hapa nisome falsafa mingi tofauti? Ninasimama hapa kueleza kwamba hizo falsafa zote zinahitajika katika huduma. Mengi yatakuwa mazito, especially vitu kama historia. Saa zingine tutawapeleka ndani zaidi, mpaka unauliza kwa nini nahitaji mambo haya yote. Ukweli ni kwamba hauwezi ukasimama mbele cha mfalme pasipo na lugha, pasipo na falsafa. Unahitaji mambo haya. Haleluya. Na hiyo ndio muhimu. Kwa nini mchungaji askofu anaendelea kuwasukuma kila siku? Kwa sababu anataka na muelimike aswa kwa falsafa, ili unaposimama unafahamu kila ambacho unafunza na unaiamini ndani ya moyo wako kwamba jambo hili ndio sahihi na inahitajika.